Hussein, karibu Dodoma. Asante sana. Japo mimi Dodoma sio mgeni tena. Sasa hivi hapa ni nyumbani. Dodoma tumeshakuja sana hapa. Kwa hiyo tunajisikia tuko nyumbani. Na hii ni kanda ya kati. Dodoma, Singida, kote ni katikati mwa nchi. Kwa hiyo sisi tunajisikia tuko nyumbani zaidi. Inawezekana Prison kuna machaguo wamejichanganya. Wana sababu zao kutuleta Dodoma na tunaheshimu kutuleta Dodoma, lakini kama Mbeya walivyotupeleka Tanzanite kwa raha, sisi pale ni nyumbani sana. Ni uwanja ambao tumepata alama nyingi sana kwenye michezo ya ligi kuu. Kipindi hicho tunacheza kule, tumepata alama nyingi kwenye FA, tumeshatoa watu pale kwenye mechi za FA, lakini pia tumepazoea. Ndio maana hata mechi haikuwa ngumu kwa upande wetu kwa sababu ni uwanja ambao tunaumudu. Halikadhalika Dodoma, sisi hatujawahi kufungwa Dodoma hapa. Hatujawahi kufungwa Dodoma mchezo wote. Tuwe ugenini au vyovyote vile hatujawahi kupoteza. Lakini huu ni mchezo mwingine. Una sura nyingine, ni timu ambayo tunachezana kwa mara ya kwanza hapa Dodoma, wao kwao ni Mbeya. Kwa tunatarajia utakuwa mchezo mzuri, mgumu, lakini ambao utakuwa na burudani ya kutosha kwa wale ambao watafika kutazama. Singida inaonekana imerejea sasa kwenye rhythm ambao watu walikuwa wanaimisi kwa muda mrefu. Inawezekana kwa sababu umetoka kwenye michuano ya kimataifa, maana focus yenu sasa hivi mbaki kwenye mashindano mawili tu. Ni kweli hapa kati tuliumba kidogo kwa sababu ya kutafuta ile stability, na ndio maana watoto wadogo mimi kufungwa katika mechi ambazo zimeniuma mimi kufungwa na TRA. Ile mechi iliniuma kweli kweli. Ile mechi tulifungwa pale KMC ilinifanya nikakosa usingizi. Hatujakaa sawa, tukapigwa tena na JKT. Hizi timu hizi tunazoeza hizi misimu yote hazijawahi kutusumbua. Kwa hiyo tulipata funzo kwamba wakati ambao tunajiimarisha, wenzetu walitumia advantage ya kukuta chui akiwa amesinzia kidogo wakatujeruhi. Lakini ni mzunguko wa kwanza. Bado tuna mechi ya mzunguko wa pili, tutamalizana nao. Ila kimsingi hapa tumekuja kufuata alama 3. Mission yetu ilikuwa ni alama 6 za ugenini kwa sababu ni mechi 2. Tayari 3 tumeshazipata Babati, 3 nyingine ziko hapa Dodoma, na inshallah tukizipata tunarudi nyumbani na alama zetu 6 ambazo tumezitafuta kwa jasho na damu. Umezungumzia kwenye uwanja wenu wa nyumbani ambapo unaenda kurejea baada ya kuchukua alama 6. Prison ameonekana pia kuwasumbua kutoa matokeo surprise pale ambapo Singida inakuwa katika rhythm kubwa sana. Prison mara nyingi inakuwa anakuja kutoa surprise results. Ndio maana nikasema sasa hivi huwezi kutabiri matokeo, na hakuna timu inaenda uwanjani na matokeo yake sasa hivi. Timu zote hizi zamani ilizoeleka kutabiri kwamba huyu akicheza na huyu anamfunga huyu. Sasa hivi mechi zote ni ngumu. Timu zimesajili vizuri, timu zina malengo sasa hivi, watu wako serious. Kwa ni mchezo mgumu. Huu ni mchezo mgumu kweli. Hakuna mchezo mrahisi. Hata ukiona Singida tunashinda goli 4 goli ngapi, sio kama ni mchezo mrahisi. Ni kwa sababu sisi ubora wetu umeimarika zaidi. Tazama Mbeya City, hapa nakuwa mchambuzi kidogo. Mbeya City tumewafunga chuma 4, lakini kuna watu ukiwauliza Mbeya City hawataki hata kuwasikia. Walilazimisha matokeo ya sare. Ukiwatazama unawajua, Yesu wataalamu bana. Ukiwatazama hata Mtibwa tuliwafunga goli 3. Tena tulicheza nao hapa Dodoma. Mtibwa si timu mbovu. Ukiangalia kuna watu wali struggle pale wakalazimishwa sare. Sasa ni ubora wetu ambao unaamua matokeo wakati mwingine, ubora wa mchezaji mmoja. Ukitazama namna ambavyo game iliyopita Imoro Ibrahim alifanya mashambulizi ya hatari, mashuti mawili. Hakuna aliyetarajia siku hiyo Ibrahim Imoro atakuja kutufungia magoli mawili kwenye mchezo mgumu. Lakini quality ya wachezaji wetu, mchezaji mmoja anaweza kaamua mechi. Hata kesho mechi inaweza ikawa ngumu, lakini mchezaji mmoja wawili wakaamua mechi. Tukirejea kwenye hili sakata, maana tangu limetokea kwa maana kuwafungia wachezaji wale wawili Khalid Aucho pamoja na Hamas, pasi na shaka watu wa Dodoma hawajapata kusikia chochote kutoka kwenu kuwafungia na kuwafungulia. No, hiyo issue ishapita. Ni jambo ambalo lilitokea, tulishalitolea ufafanuzi, limeshapita. Hatutaki kulizungumza sana, limeshatokea huko, ni mambo ya kawaida yalitokea ndani ya klabu yetu. Tulichukua hatua kulingana na utaratibu wetu wa ndani, lakini tunawafahamisha mashabiki kwa sababu wana haki na wana wajibu, wanastahili pia kufahamu kuhusiana na wachezaji wao. Kwa hiyo ni taarifa ambayo kama ambavyo mlisikia ndio hivyo. Sasa hivi tuna focus sana na michezo ambayo iko mbele yetu, na tuna focus kukusanya alama nyingi ili tuweze kurudi kwenye nafasi zetu ambazo tumezoea. Kwa msimu huu malengo ni kuchukua ubingwa ama kubaki top 4? Sisi malengo yetu ni kufanya vizuri kwa msimu uliopita, la kwanza kabisa. Kwa hiyo kwenye mashindano ambayo tunashindania ubingwa, tutashindania ubingwa. Ukiangalia mashindano kama CRDB msimu uliopita tulifika finali, si ndio? Hatukuchukua tu kombe, mechi ilikuwa ngumu, lakini tulifika finali kwa kufunga timu nyingi sana hapo katikati. Msimu huu tunajichallenge tena katika mashindano ya CRDB tufike finali, kiasi tuchukue kombe lenyewe. Kwenye ligi bado tunaona hesabu zinaruhusu. Watu wanadondosha alama kama ambavyo tumedondosha sisi. Kwa hiyo bado sasa hivi kila mtu anastahili kuwania kombe la ligi kuu, na inawezekana. Sisi Singida Black Stars tunaamini kila kitu kinawezekana. Tukifeli huko
basi tutarudi kwenye malengo ya msingi, tupate tiketi ya kushiriki michuano ya CAF tena. CAF tulienda tukaishia hatua ya makundi, si ndio? Tunataka turudi tena, ikiwezekana tufanye vizuri zaidi ya msimu uliopita. Na niliona kwenye ukurasa wako wa Instagram unasema mnakodisha uwanja kwa sababu timu zinakimbia sana viwanja. Sisi uwanja wetu tumeujenga kwa sababu ni miundombinu, na sisi ni timu ya kisasa, ni timu ambayo inaamini kwenye maendeleo ya mpira. Kwa ni uwanja ambao tumeujenga kwa ajili yetu, la kwanza. Lakini pia tumeujenga kwa uelekeo wa kibiashara. Sisi kwenye biashara tuko very very serious. Utaona tunafanya biashara nzuri za wachezaji, lakini pia hata kwenye uwanja sisi wenyewe tukienda ugenini tuna kodi, tunalipa, tunachezea mechi, wakati mwingine mazoezi. Kwa hata uwanja wetu pia una mlengo wa kibiashara, kwa timu ambazo zinahitaji uwanja zinakuja pale Airtel Stadium inakodishwa. Sasa ina shilingi ngapi na masharti gani? Ni mpaka uwasiliane na ofisi, utapewa taratibu, kama kuna fomu utapewa, utaangalia, utalipa, ndio utaratibu wetu ambao uko pale. Kwa hiyo niwakaribishe